Mana ishimwe, reka turirimbane indirimbo yo muri Wokovu 245. Mikwaju itiapo giza na kivuli katika nchi ya Beersheba ya zamani, alitembea Ibrahimu asubuhi, na maumivu na huzuni ni rohoni, kwa kuwa aliitwa na Mwenyezi Mungu kutii amri yake bila nunguniko, na hapo akaomboleza, e Bwanangu, wataka nitakutolea mwana wangu. Sauti ya Bwanake alifahamu, mutwae sasa mwana wako wa pekee, ukamtoe mwana juu ya madhabahu, kafara ya thamani ukanitolee, na moyo wake ukamutulia sana, akitukuza Mungu na kutumaini ya kuwa yeye atamufufua mwana. Alimjua yeye aliyemwamini. Akaamuka Ibrahimu alfajiri, akatandika punda, akatwaa kuni, pamoja na mwanawe tena kasafiri, na roho yake ikalia kwa huzuni. Mwanawe Isaka aliyemfurahia, kipeo cha furaha ya uzee wake, matumaini yake yote ya dunia, kafara takayotoa kwa Bwanake. Katika njia ya mulima wa Moria, mtoto akamusaili baba yake, tazama moto uko, kuni ziko pia, kondoo mume kwa kafara yuko wapi? Na Ibrahimu akajibu kwa imani isiyoona shaka wala kuzania, kondoo mume kwa kafara ya shukrani, ninasadiki Mungu atajipatia. Je, awezaje Ibrahimu kusahau wakati huo wa uchungu na huzuni, na jinsi akajenga uko madhabahu, na tena akamweka mwana juu ya kuni, akakitwaa kisu amuchinje mwana. Halafu aliposikia neno tamu, usifanyie neno sasa kwa kijana, najua wanipenda sana Ibrahimu. Akainua macho yake kwa haraka, tazama dume la kondoo nyuma yake, aliyenaswa pembe zake kwa kichaka, akamutoa komboe mwana wake, na malaika akamwita akanena, umenitii nami nitakubariki, na kwa uzao wako mataifa tena wabarikiwa, kwani umenisadiki. Machozi yamekuwa mengi tangu hapo, Wakristo wamekamilika kwa jaribu, na mulimani mwa Moria wazikapo,
matumaini yao pendo na nasibu, lakini juu ya mlima wa kafara Mwenyezi Mungu abariki watu wake, awajaliza nguvu zake na ishara, awajaliza roho ya ahadi yake. Haleluya. Mamá, esa grande.